Sheikh Magoroma, unajua ni tukubaliane na ulimwengu unavyoenda na kusudia ulimwengu wa zamani sio kama wa sasa. Kweli. Ulimwengu wa babu zetu sio kama wa sasa. Hivi sasa kumezuka mtandao, internet, AI na vitu vingine. Ni vitu vinatusaidia, lakini hapo hapo ni vitu vinatudhuru. Vinatusaidia kimasomo, vinatudhuru katika malezi. Mtandao hakika ukiutumia sivyo unadhuru katika malezi. Hivi sasa mtandao upo na watoto wetu, bila shaka hatuwezi kuwakataza mtandao kabisa kabisa. Sasa techniques gani ambazo kwamba sisi zitajalia sisi tusaidie tuwalee watoto wetu vizuri, waepukane na mitihani ile ya mitandao? Naam, shukran Sheikh Mafidudi. Wajua kuna shekhe, wajua sisi wazazi tuna wakati mgumu. Naanza na hapa kwa sababu wajua kila mzazi najukumike na watoto wake. Bila shaka. Tukijukumika, yani sisi na wake zetu na wale watoto, hali inakuwa nzuri Sheikh. Kabisa. Sasa baba huyu na mama huyu ama na wakina mama hawa namna hiyo inakuwa ni rahisi Sheikh. Wanachangia yale malezi. Naam. Sasa hivi sasa Sheikh, paka mashule mitaala, wajua sasa hivi ni mambo ya mitandao. Kweli. Utapata mtoto anakuja jioni akwambia, mimi baba nimepewa kazi ya shule lakini nimeambiwa sasa nime bundles ili niende mahali fulani nifanye kazi fulani. Utakataa Sheikh wewe? Huwezi kataa. Basi ni kweli, ni urongo, ni kweli tu. Lakini sasa mzazi hapa wewe ni hakikisha kwamba na wewe pia unajaribu kufuatilia maneno Sheikh Mafidudi. Kweli. Ndio kujukumika huko. Kweli kabisa. Na watoto pia lazima waangalie, manake watoto hivi sasa utapata pale ndani ya nyumba Sheikh, kuna baadhi ya nyumba huko baba na simu yake, mama na simu yake, watoto watatu kila mtu na simu yake Sheikh. Hapa zungumzo hapo ndani ya nyumba. Kila mtu uko busy tu. Watoto bando zikiisha wamenunua mpaka wanadaiwa. Baba mimi nilishusha shilingi 20. Anunue bundles afanye mambo. Lakini sasa Sheikh, katika mitandao ni biashara za watu Sheikh hizo. Kweli. Pale ndani kuna kamera zinaendelea. Pale ndani kuna mambo ya liwatu yanaendelea. Kabisa. Pale ndani kuna mambo zinifu yanaendelea. Kuna mpira pale ndani, wahakadha. Sasa mtandao unarusha kila kitu. Naam. Na wale watu biashara zao wanafanya. Biashara zao, naam. Sasa sasa wewe mtoto wako uzakuwa unaona yuko busy, lakini kumbe anaangalia masala ya ngono Sheikh. Na ujui. Ama utapata kwamba mtoto wako yeye anacheza kamera na beti na hujui. Mambo yale mengine mabaya Sheikh. Sasa ni mzazi adhibiti ule mtandao. Ninawezekana Sheikh. Kweli kabisa. Inawezekana. Kwa sababu wewe ni ule mtandao waweza kufungwa kawa sasa hiyo angalia kurasa moja tu, kama ni masomo Sheikh. Kwingine afiki. Kila kijaribu lakini anaweza kufika. Na kama uweze kufunga wewe Sheikh, kuna mafundi wa simu atakufungia. Kweli. Ili waweze kucontrol ule mtandao ili kwamba mtoto asiweze kuingia katika masala mengine ambayo ni hatari. Kweli. Na wajua sasa siku hizi ukaona watu wengi wanalala kuchelewa Sheikh, maneno ya majumba. Utapata mtu alfajiri ameamka macho ni mekundu, amelala kuchelewa kwa sababu gani? Mtandao. Kwa sababu ya mtandao. Na usione kwamba labda alikuwa anaangalia uzuri mtupu, upuzi tu. Wachache ndio wanaangalia uzuri, lakini wengi wanaangalia masala ambayo Sheikh ni masala ambayo hayafai. Na Sheikh Musa, niongeze hapo. Naam. Kwa hivyo unasema ni juhudi za wazazi washirikiane. Naam. Uwe unaangalia simu za watoto, tablet za watoto. Naam. Na kuzimonitor. Naam. Unajua watu wa mitandao walivyoerevu, wameset ule mtandao kulingana na akili ya mtu. Kweli. Wanajua huyu mtu ataka aende wapi. Kweli. Wewe anapenda nini? Naam. Wewe katika simu yako ikiwa una tabia ya kuscroll kutaka kuangalia mawaidha ya mashekhe, naam, basi utaona ukiamka umeletewa mashekhe aina. Kweli. Uchague shekhe gani utaangalia. Na ikiwa tabia zako ni za kinyume za kuangalia porn movies na vitu vingine, ukiamka kuna nyingine mpya zimeletwa. Kwa hivyo wamekusoma wewe unataka nini? Ile akili yako. Kwa hivyo kumbe mzazi anaweza control, akamcontrol mtoto ya kwamba akili yake iende kule ambao kwamba ni kuzuri. Ni kweli. Kwa sababu unaweza kuona mtoto anaangalia mtandao, ama hata mtu mume mke anaangalia mtandao lakini acheka peke yake Sheikh. Achekeshwa nini? Kuna kitu pale amekiona Sheikh, ambacho kile kitu kiangalia Sheikh kitakudhuru wewe. Kitakudhuru. Lakini acheka kwa sababu kimemfurahisha. Na vitu kama hivi Sheikh utapata kwamba vimeharibu nyoyo za watu. Mpaka hata mtu akifanya ibada anafikiria simu Sheikh.
Akifanya ibada shekhe anafikiria ile page ambayo anaangalia mara kwa mara inamrudisha zaidi kuliko hata ile swala pale. Sasa kudhibiti hawa watoto shekhe, ni kama tulivyotangulia kusema, ni kwamba simu zifungwe kiasi cha kwamba mtoto kuna pages, kuna kurasa ambazo akienda hizo ni za masomo kweli, lakini zile zingine atakuwa yeye hawezi kufika kule. Yani unasema kadri ya uwezo wetu kabisa, kwa sababu vijana unaona wana werevu, wanafundishana werevu. Ukiwa na watoto wazuri, mwingine amejiachilia watoto wake sio wazuri, wanafundishana mambo. Ingia hapa, fanya hivi, ukifika kule nyumbani wewe fanya hivi. Mwingine aweza kuja nyumbani akaingia chumbani ukafikiria amelala, kumbe amejifunika nguo. Kubu wanaita haonekani. Lakini kumbe anachati, kumbe anafanya vitu humo ndani. Utadhani labda wewe amelala, lakini kumbe afanya vitu vyake. Sasa unajua kadiri ya uwezo pale patakaposhinda, itakuwa sasa wewe huna uwezo napo. Na Sheikh Bakidudu, ile swala kwamba mwenzetu amepewa watoto wazuri, ili swala ambalo kwa kweli Sheikh halipo. Ni swala la uhasidi. Manake kila mtu ni ujitahidi Sheikh. Ni swala la kushindwa. Hakuna mtoto ambaye Sheikh ni mtoto mbaya wala mzuri. Ni wewe baba una manipulate mtoto, ukimpeleka vile atakavyokwenda atakwenda vile vile. Mtoto utengenezwa. Naam. Sasa mtoto kama kuja saa 5 usiku Sheikh, na umuulizi kitu, utarajia nini wewe? Akija kutoka shule akiweka vitabu haonekani mpaka sana. Naam. Kwa hivyo Sheikh inakuwa ni shida. Kwa hivyo hii mitandao Sheikh na hawa watoto kulingana na akili zao zina madhara, alafu baadaye manake sababu yule mtoto atakuwa mtu ambaye akili yake imeingia katika ile kurasa ambayo ni ya maneno machafu. Moja kwa moja atakuwa ameathirika vibaya sana.